waendelee kuhangaika. Jambo yangu ya pili, unajua sisi wote wanasiasa, huwezi sema kwa mkono moja, unasema wewe Didmas heshimu kiongozi fulani na wewe hauniheshimu. Hata nyinyi mkipima, mimi akili yangu inafanana na yeye kama hii ya Peter Salasia hii. Ndio mimi naambia huyu Salasia, hiyo bangu unavuta ifanye kazi Mumias si hapa Bungoma. Ati atalitandika, yeye alizotandika mimi hapa. Sisi tufanye siasa ambayo ni ya heshima. Tufanye siasa ambayo inapeleka watu mbele. Siasa ambayo inapatia watu matumaini. We should differentiate between political theatrics and the politics of development that will make a difference in the Kenyan people. That is what we should do as a Kenyan people. Mimi nafikiria kanisa mumefanya maombi yote ya kufukuza shetani. Na shetani ni kama alihama hii Kenya. What we need to do as a church, we need to begin to pray for every leader so that we begin to be responsible about what comes out of our mouth. What comes out of our mouth should be calculated, should be something that your audience will go home with some optimism that our leader has said something that will improve their life. Jambo yangu ya tatu, sio mimi ambaye nilileta serikali. Wakenya wote from 1963 wakati tulipata uhuru ndio waleta serikali. Kwamba Wakenya wakuwa wanapiga kura ya kuchagua serikali. Wakenya wamekuwa wakifanya hivyo up to date. Mpaka leo serikali ambayo iko ni ya Kenya kwanza. Na mimi nikiwa mjumbe ya Kimilili, Mheshimiwa Jaga will tell you that a member of parliament, you have got two different types of responsibility. Number one, you have an individual responsibility of developing your constituency and the people that put you in that place. And you also have a collective responsibility as parliament. Sababu what happens in parliament, wewe peke yako huwezi ukabadilisha. Parliament is a game of numbers. Hata Mheshimiwa Eseli ameongea hapa kuhusu maneno ya walimu ya TSC kupewa barua. Mheshimiwa Eseli, I served with him in the 12th parliament. Na yeye alikuwa mdosi. He was the deputy minority whip. Alikuwa na gari ya serikali ya GK. Alikuwa mkubwa kabisa. Zile barua ambaye amesema hapa serikali inapatia wabunge, yeye akiwa deputy minority whip alikuwa anapatiwa bara mingi kuliko yangu. Wakati hiyo hakuwa analalamika. Saa yake akiona mimi napatiwa analalamika. Analalamika vitu gani? Ile kitu ambayo tunatakana tuombe hii Kenya hii isonge mbele is we should not be dishonest. That when you are not the one benefiting, you become honest. When the other person is benefiting, you become dishonest. That is something that also we need to change as a country, as a government, and as a people. Jambo yangu ya mwisho. Mimi, unajua ile Kimilili na Tongaren ilikuwa constituency moja. Na mimi niambie watu ya Tongaren, mimi niko na heshima kubwa sana kwa viongozi wote. Wakati mwingine ukiona mimi nikitaja mtu, it is because I'm also defending myself from an unfair accusation that those who work with them label me. Sababu mimi ninatafuta kiti ya governor ya Bungoma. Mimi ni saini mjumbe ya Kimilili. Siwezi ngojea watu tu wakuje wanitoe kwa kiti kama msichana ya kuolewa tu ya kuchukuliwa hapa na kupelekwa kwenda. I have to defend myself. And we have to be factual. We have to tell the people the facts that will take our people forward. Kwa hiyo, na mimi nafikiria, kwa sababu, hata kama wewe ni bishop ama pastor, Mungu amekupatia nafasi ya kufukuza mapepo. Kama umeshikilia hiyo nafasi ya bishop ama ya pastor, na wakati yako mapepo hujafukuza mapepo, alafu hiyo kazi ikwishe. Alafu baadaye ukae miaka 5 useme tena unataka urudi ndio endelee kuwa bishop. Ati ndio ufukuze mapepo, mapepo haitaenda. Hata wewe mwenyewe mapepo itakuingia. Wakati wajumbe hawa wote
kina mheshimiwa Jack, mheshimiwa Sarasia, hao wajumbe wote wa DAP. Wakati wanalemea sisi watu ya Kenya Kwanza, wanasema tuko na Musalia Mudavadi amelala usingizi, tuko na Wetangula hatumii nafasi yake kufaidisha jamii. Mimi nikiwakumbusha tu kwamba hata nyinyi, huyu Eugene Wamalwa ambaye ni party leader wenu, alikuwa waziri wa maji, waziri ya justice, waziri ya majeshi, na hakuna kitu alifanya Bungoma. That is not abusing him. I'm just saying the truth. What is there? Na hawa wananchi hawa si ati ni wajinga. Wakati waziri Eugene alifanywa minister for water, hii akiwa party leader wa New Ford Kenya, New Ford Kenya ilifanya resolution, wakaungana na Jubilee wakati hiyo, ndiyo akawacha New Ford Kenya kwa mikono ya new party leader Ken Lusaka. Hiyo ndiyo wakati pen paper hii iliuzwa. So mheshimiwa Jack, hii pen paper, makaratasi ya kuuza signature ya Eugene Wamalwa party leader wako iko kwa hiyo makaratasi. We have to say things the way they are. Na kwa vile mumekuwa na wasiwasi ati mimi nikimaliza nitaondoka na wananchi wanifuate, wacha leo nikuwe na heshima kwa marehemu, sitaondoka, nitaketi chini. Mungu awabariki sana.